Nipende kuwakaribisha wote katika kipindi hiki tuweze kusikiliza kwa uzuri kile ambacho Bwana amepanga kusema nasi leo. Awali ya yote tusome kitabu cha Warumi sura ya kwanza na ule mstari wa 8. Warumi sura ya kwanza na ule mstari wa 8. Kitabu Waraka kwa Warumi sura ya kwanza na mstari wa 8, neno la Bwana linasema, ndio. Kwanza namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo. Kwanza namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote. Kwa ajili yenu nyote. Kwa kuwa imani yenu inahubiriwa katika dunia nzima. Kwa kuwa imani yenu inahubiriwa katika nini? Dunia nzima. Katika dunia nzima. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo kitu ambacho kinapendeza sana ni imani kuhubiriwa katika dunia nzima. Kila mmoja aweze kusikia na kupata ujumbe wa wokovu. Bwana asifiwe sana. Amina. Katika ulimwengu wa sasa ili kuweza kusaidia katika kuhubiri imani katika dunia nzima, kwa sasa kumekuwa na ongezeko la maarifa au teknolojia kama tulivyoona katika kitabu cha Danieli 10:12 mstari wa 4. Msomaji, ili kuweza kufikisha injili au imani katika dunia nzima tunaweza kufanya kwa namna gani? Danieli sura ya 12 na ule mstari wa 4 anasemaje? Neno la Bwana linasema, ndio, lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya, ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huku na huku, na maarifa yataongezeka. Kwa hiyo mambo ambayo yanatokea nyakati za mwisho ni kwamba wengi wataenda mbio huku na huku, na maarifa yatafanya nini? Yataongezeka. Sasa maarifa yanapoongezeka kunakuwa kuna athari, yaani kuna mambo ambayo yanatokea. Kuna faida lakini pia kunakuwa na hasara. Bwana asifiwe sana. Hapa ametuambia kwamba maarifa yatafanya nini? Yataongezeka. Hayo maarifa ni maarifa ya namna gani? Au yana matokeo gani kwa watu wa Mungu? Au kwa watu wa Mungu imetupasa kuenenda kwa namna gani kutokana na haya maarifa? Ukisoma kitabu cha Wakolosai 2 mstari wa 8. 2:8, kitabu cha Wakolosai 2:8. Neno la Bwana linasema, ndio, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure. Kumbe tumepewa angalizo kwamba angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya nini? Ya bure, si ndio? Amina. Katika swala la maarifa kuongezeka, leo tumekuwa na mitandao ya kijamii. Kuna mitandao kama vile YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, si ndio? Amina. Yote ni mitandao ya kijamii, na hiyo inaashiria ongezeko la maarifa. Hayo maarifa ni ya wakati wa nini? Wa mwisho. Sasa kwa watu wa Mungu haya maarifa tunayapokea kwa namna gani? Hapa Wakolosai 2:8 amesema angalieni mtu asiwafanye mateka kwa nini? Kwa elimu yake ya bure, si ndio? Amina. Sisi tukafanya mateka. Twende msomaji. Anasema Wakolosai 2 mstari wa 8. Mstari wa 8 anasema, ndio, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure, na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo.
japo maarifa yanaongezeka, lakini imetupasa kuwa makini, mtu asije akadanganyika kutokana na ongezeko la nini, la maarifa. Na hii mitandao sasa ya kijamii, kwamba maarifa yameongezeka, kuna mitandao ya kijamii inaturahisishia kupeleka ujumbe katika dunia kwa muda mchache sana. Ambao wanatumia mitandao ya kijamii nadhani wanalitambua hili. Kupitia hii mitandao unapeleka ujumbe kwa dunia kwa muda mchache sana. Tofauti kwamba ukitoka hapa na gari uende Kenya, ukitoka hapa na gari uende Uganda, kote ni mbali. Kwa kupitia mtandao wa kijamii unaweza kupeleka ujumbe kwa muda mchache sana. Sasa kama tumeambiwa tusifanye mateka kwa elimu ya bure, imetupasa tuwe na namna gani ya kujilinda? Wakorintho wa kwanza 10:31. Wakorintho wa kwanza 10:31. Tuwe na namna gani ya kujilinda? Twende. Anasemaje? Wakorintho wa kwanza 10:31 anasemaje? Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Amina. Kwa hiyo unapofanya jambo lolote imekupasa kufanya kwa nini? Kwa utukufu wa Mungu. Usipolifanya kwa utukufu wa Mungu, matokeo yake ni uasi. Kwa nani? Kwa Mungu. Leo mitandao ya kijamii imekuwa ikitumika pasipo nini? Utukufu wa Mungu. Watu wanaangalia maudhui mabovu na machafu katika mitandao ya kijamii. Badala ya kutumia mitandao ya kijamii kupeleka injili katika ulimwengu, lakini imekuwa watu wanaangalia maudhui mabaya, mapicha mabaya katika mitandao ya kijamii, na wanasapoti, wanalaiki na wanawatumia wenzao na wenyewe waweze kuona. Kwa hiyo ili kujiokoa katika hili, kwanza tutambue kwamba Danieli 12:4 amesema kwamba haya ni mambo yanayotokea siku za mwisho. Wengi wanakwenda mbio huku na huku, maana yake ni kwamba hakuna utulivu. Kwa hiyo ukizembea unafanya nini? Unakamatwa na kupotea. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo imetupasa kuwa tunafanya jambo lolote katika mitandao ya kijamii, tufanye kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kabla ya kutuma kitu chochote mtandaoni, jiulize kwamba hiki ninachokituma mtandaoni kinaleta utukufu wa Mungu, kitaenda kusaidia watu, au ndio kwanza nitaenda kudidimiza zaidi katika watu wa Mungu mtandaoni. Kwa hiyo imepasa kila mmoja kutafakari kwanza kila ambacho anatumia wenzake na kila ambacho anakitazama mtandaoni, kwamba ni chema au kibaya. Hebu tusome kitabu cha Wafilipi. Wafilipi 4:8. Kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8. Na mstari wa 8 anasemaje? Wafilipi sura ya 4 na ule mstari wa 8. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8 na mstari wa 8 anasemaje? Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, mambo yoyote yaliyo ya kweli, ndio, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya kweli,
yoyote yaliyo ya staha, twende, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, yoyote yenye sifa njema, ikiwapo wema wote, ikiwapo sifa nzuri, yatafakarini hayo. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo yaliyokuwa mazuri tuyafanye nini? Tuyatafakari. Kwa hiyo katika mitandao ya kijamii hatusemi kwamba ni mibaya, bali ni vile ambavyo wewe unaichukulia na vile ambavyo unaitumia. Tuendelee msomaji mpaka wa 9. Kwa hiyo hayo yote yalikuwa mazuri, yalikuwa mema, yafanye nini? Yatafakari. Twende. Fungu la 6 linasema, twende la 9. Mambo mliojifunza kwangu, na kuyapokea, na kuyasikia, na kuyaona kwangu, yatendeni hayo. Na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Amen. Kwa hiyo tukitenda mambo hayo mazuri kupitia mitandao ya kijamii, pia Mungu atakuwa pamoja nasi. Lakini tukitumia mitandao ya kijamii tunakesha tunaangalia mambo ambayo hayafai, tunaangalia mapicha mabovu, tunakuwa hatufanyi mambo kwa ajili ya nani? Ya utukufu wa Mungu. Leo simu ukifungua tu mtandao wa kijamii, kuna aina za video zingine zinaitwa za TikTok, si ndio? Kuna zinaitwa reels, kuna zile zinaitwa short. Ukifungua pale YouTube unazikuta. Kwa hiyo ulimwengu unatumia mapicha au mitandao kuonyesha fahari ya dunia kwa muda mfupi tu. Tutaweza kuona kwamba fahari ya dunia inaonyeshwaje kwa muda mfupi, na nani aliwahi kufanya hivyo kuonyesha fahari ya dunia. Lakini ametuambia kwamba tuyatende yote yalikuwa mazuri, si ndio? Na Mungu atakuwa pamoja nasi. Sasa katika mitandao ya kijamii tunaenda kufanya nini? Hebu tuangalie tena kitabu cha Mathayo sura ya ngapi? Ya 5 hapo mstari wa 16. Kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 16. Mstari wa 16, neno la Bwana anasemaje? Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze. Kumbe vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze baba yenu aliye mbinguni. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo kumbe nuru yetu inapaswa kufanya nini? Iangaze kwa watu wote. Kwa hiyo tunapofanya neno lolote mitandaoni, tujue kwamba tunaangaza nuru njema au tunaangaza giza. Unachokituma mtandaoni kwamba anatukuzwa Mungu au anatukuzwa shetani. Kwa kila ambacho tunatumia wenzetu, kila ambacho tunakitazama, imetupasa kukitafakari kwa namna kama hiyo. Maarifa sio mabaya. Ndio maana kusoma hata kwenye Hosea 4 mstari wa 8 pale anasema. Mtu angalia Hosea 4 mstari wa 8. Maarifa sio mabaya, si ndio? Maarifa sio mabaya ikiwa utayatumia nini? Utayatumia vizuri. Hebu tusome hiyo Hosea 4 mstari wa 8. Hosea sura ya 4 na mstari wa 8, neno la Bwana linasema. Anasemaje? Hosea sura ya 4 na mstari wa 8 unasema. Anasemaje? Kujirisha dhambi za watu wangu. Kujifurahisha moyo kwa uovu wao. Ndio. Fungu la 9. Hata itakuwa kama walivyo watu ndivyo watakavyokuwa kuhani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo pia hapa zimeongelea habari za nini? Za uovu. Kwamba watu wanakuwa wanadumu katika nini? Katika uovu. Kwa hiyo imetupasa sana sisi kuweza kujitahidi sana katika
hili. Mitandao ya kijamii ni sehemu ambayo mtu ukigusa tu unapotea, unakuwa mtumwa wa nini? Wa dhambi. Kuta mtu muda wote, hata kanisani unamkuta yupo Facebook, yupo Instagram, yupo TikTok, yupo YouTube. Kanisani ameshafungua. Lakini ukitumia hiyo YouTube kanisani, kwa mfano kuwa live, kuonyesha vipindi mbashara kupitia mtandao wa kijamii, hapo na watu wengine wanapata ibada kule, wanaona kwamba ni nini kinaendelea hapo. Utakuwa umeyatumia maarifa. Kwa nini? Kwa uzuri. Lakini ikiwa ni mwenye kupindapinda, basi moja kwa moja utakuwa unapeleka utukufu kwa nani? Kwa Shetani. Hata tukiangalia kitabu cha Misali sura ya 1 mstari wa 5 pale, anazungumza pale kuhusiana na elimu na maarifa. Misali sura ya 1 mstari wa sura ya 1 ndio na mstari wa 5 anasemaje? Mwenye hekima asikie na kuongezewa elimu, mwenye hekima asikie na kuongezewa elimu, na mwenye ufahamu ayafikie mashauri yenye njia. Na mwenye nini? Mwenye hekima anasema pende, mwenye hekima asikie na kuongezewa elimu, na mwenye ufahamu ayasikie mashauri yenye njia. Kufahamu mithali na kitendawili. Twende mstari wa 7. Mstari anasemaje? Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kumbe kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kwa hiyo ongezeko la maarifa sio baya ikiwa utaitumia vizuri kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Bwana. Tumepewa maagizo tukaihubiri Injili ulimwenguni kwa kila kiumbe, si ndio? Amina. Sasa tunawafikiaje? Leo kumekuwa na watazamaji, watu wengi sana wako mtandaoni leo. Kwa hiyo kupitia mtandao wa kijamii unaweza ukawapata watu maelfu ambao wanafuatilia na wakaweza kupata ujumbe. Watu wengi wanafanya kazi ya Injili kupitia mitandao. Tofauti na kwamba pengine ungetumia nauli kubwa kusafiri kwenda Ulaya, lakini kupitia tu kila ambacho unakifanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu mtandaoni, watu wakapata nuru. Zote hizo ni njia za nini? Za Injili. Ndilo agizo ambalo tumepewa na Mungu, tuhubiri Injili. Hebu tuangalie katika kitabu cha Luka, Marko 16 mstari wa 15. Tuanze Marko 16 mstari wa 15. Kitabu cha Injili ya Marko ndio sura ya 16 ndio na mstari wa 15 anasema. Anasemaje? Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminiye na kubatizwa ndio ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Kwa hiyo kupitia mitandao ya kijamii unaofikia ulimwengu, kwa sababu kitu unachokifanya hapa leo, mtu wa Mwanza anaona, mtu wa Arusha anaona, mtu wa Kenya, Uganda, Zimbabwe, Uhispania anaweza akafanya nini? Akaona. Lakini unamuonyesha kwa namna gani? Ndio sasa process, utaratibu zinafanyika. Hata kitabu cha Mathayo 28 pale ni agizo tumepewa. Tufanyeje?
tuihubiri Injili. Mathayo 28:18. Mathayo 28 mstari wa 18. Mstari wa 18 anasemaje? Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambiaje? Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Kumbe mwende mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza twende kwa jina la Baba, twende na Mwana, twende na Roho Mtakatifu, twende na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo kupitia mitandao ya kijamii una uwezo wa kufikia mataifa mengi. Bwana asifiwe. Amina. Wangapi tuko pamoja? Nashukuru. Kwa hiyo sasa imetupasa sisi kuwa makini sana pale ambapo tunatumia mitandao ya kijamii. Mtu unaweza ukawa mlevi wa mitandao ya kijamii. Bando tu likiisha, tayari mtu anakuwa na mawazo, sijui nifanye nini nipate bando. Lakini tu kuna mambo mtandaoni amemisi kuyaona. Kuyaona ndio chanzo cha nini? Ndio potofu. Lakini kama unafuatia mambo mazuri ya ufalme wa mbinguni, wewe hapo hauna shida. Maarifa yaliyotajwa kwenye Daniel 12 mstari wa 4 kwamba maarifa yataongezeka, wengi watakwenda mbio kuna huko. Lakini akalithibitisha kwamba pale kwenye misali pale, kumcha Bwana ni chanzo cha nini? Cha maarifa. Kwa hiyo kumbe maarifa ni mazuri pale ambapo yanatumika katika nini? Kwa uzuri. Kumcha nani? Kumcha Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuangalie kitabu kingine cha Wakorintho wa pili 4 mstari wa 4. Kitabu cha Wakorintho wa pili 4 mstari wa 4. 4 mstari wa 4. Anasemaje? Wakorintho wa pili 4 mstari wa 4. Sura 4 mstari wa 4 anasema, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii. Lakini mbali na hapo kuitumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kupeleka kazi ya Mungu, kumbe kuna kitu kingine ambacho sasa ni cha kitofauti kabisa. Twende Wakorintho wa pili sura ya 4 fungu la 4 anasemaje? Ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wa Kristo. Isiwazukie nuru, si ndio? Ndio. Ya nini? Ya utukufu wa Kristo. Aliye sura yake Mungu. Amina. Kwa hiyo kumbe kuna kupofushwa nini? Fikra. Leo simu, mtu akikaa na simu hapa, akiweka bando, anaweza kukaa hata masaa hata matatu yuko tu hapa amekaa. Itoka hivi inaingia hivi. Hapo ni nini? Fikra inapotoshwa. Inafanya nini? Inapotoshwa. Kama mtu huyo hafanyi kwa ajili ya utukufu wa Mungu, mtoka hivi niingie hivi, mtoka hivi niingie hivi. Unaweza hata masaa hata ukakesha. Waulizeni wenye simu kubwa. Bwana asifiwe sana. Amina. Kazi hiyo inafanywa na nani? Na Shetani. Mungu wa dunia. Bwana asifiwe sana. Amina. Lakini pia tuangalie kitabu cha Yohana wa kwanza 2 mstari wa 16. Waraka wa Yohana wa kwanza 2 mstari wa 16. 2 mstari wa 16 anasemaje? Waraka wa kwanza Yohana 2:16 ndio anasema, maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili. Sasa kuna mambo haya, kuna tamaa ya mwili, si ndio? Ndio. Twende waraka wa pili wa kwanza Yohana
mstari wa 16. Mstari wa 16 nasema. Twende. Maana kila kilichomo duniani. Maana kila kilichomo duniani. Yaani tamaa ya mwili. Tamaa ya mwili. Na tamaa ya macho. Na tamaa ya macho. Na kiburi cha uzima. Na kiburi cha uzima. Havitokani na Baba. Havitokani na Baba. Bali yatokana na dunia. Bali yatokana na nini? Na dunia. Na dunia. Kwa hiyo tamaa ya macho, wewe unaona tu sio nani anachekesha hapa, unatoka hapa. Unaona tu sio nini kinafanya nini? Wewe ni macho tu yanaona. Wengine sasa nafikia wanaanza kuangalia unakutana na wanaume wengine wanaanza kuangalia picha za wanawake. Napita pale anaangalia tu. Yote ni nini? Tamaa ya macho. Inatoka hivi naangalia. Natoka hivi naangalia. Natoka hivi niki. Kwa hiyo ukitumia mtandao kwa namna kama hiyo, itakuwa nini? Utovu na uangamivu mkubwa. Bwana asifiwe. Amina. Kila mtu anajaribiwa kutokana na nini? Na tamaa yake. Ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo 1 mstari wa 14 pale anasema kila mtu anajaribiwa kutokana na nini? Tamaa yake. Tamaa. Wewe kama tamaa yako ni kwenye macho, kuangalia tu vitu mazuri. Anasema kwamba ni kwamba aliye fanya kuonyesha fahari ya dunia ni nani? Hem, tusome kwanza waraka wa Yakobo sura ya kwanza mstari wa 15. Mstari wa 15 anasemaje? Halafu ile tamaa ikisha, anasema fungu la 10 anasema lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba. Huzaa dhambi. Twende. Na ile dhambi ikisha kukomaa. Twende. Huzaa mauti. Kwa hiyo utaanza taratibu, unatamani video moja, unatamani nyingine, unatamani nyingine. Sasa wewe unakuwa tu ni mtu wa mitandao tu ya kijamii. Unaangalia mapicha ya ajabu. Mwisho wake ni nini? Mauti. Hebu tusome kitabu cha Mwanzo 3:16 kwanza. Tuangalie kitu kimoja cha kujifunza huko. 3:16. Kitabu cha Mwanzo 3 fungu la 16. Tusome mstari wa 6. Mstari wa 6 anasemaje? Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Basi alitwaa katika matunda yake akala. Akampa na mmewe. Naye akala. Kwa kumbe walipofanya hivyo, walifanya nini? Walipotea. Aliona ni mti wa kutamanika. Kwa nini? Kwa maarifa. Rudia tena. Anasema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, ndio wapendeza macho. Yaani ukikaa kwenye simu wewe unaona tu kizuri sana kinapendeza. Yaani ukikaa tu kinapendeza. Amefanya akapendeza. Tayari. Mwisho wake ni nini? Ni mauti. Sio imepita ni nani? Ndio baje. Imepita ni nani shule? Mwisho wake ni nini? Ni mauti. Kwa hiyo kwenye simu kubwa imetupasa kuenenda na mambo nini? Mazuri, fanye kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lakini ukijifanya wewe ndio unaangalia vitu vya ajabu, unajua yake ni mauti. Kwa hiyo kuna ile kupendezwa kwa macho, yaani uone fahari ya dunia. Hebu tuangalie sasa, nani aliyeanzisha mambo kuona fahari ya dunia kwa muda mchache sana? Tusome Luka 4 mstari wa 5. Kitabu cha Luka. Tu hapa wewe unataka kuona dunia, unaiona tu muda huo. Kupitia masimu hiyo, unataka kuona shilingi. Sikimefanyika pale gani? Wewe muda huo hapo tumeshaona. Si nini? Umeshaona. Hebu tusome kwanza hapa tuone.
Kitabu cha Luka ndio sura ya 4 na mstari wa kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 5. Mstari wa 15 anasema. Wa 5. Mstari wa 5 anasema. Anasemaje? Anasema akampandisha juu. Kumbe huyu ni nani? Shetani. Akampandisha juu, si ndio? Yes, si ndio? Twende. Yesu anasema akampandisha juu. Akampandisha juu. Akamuonyesha miliki zote za ulimwengu. Akamuonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Kwa dakika moja. Bwana asifiwe. Amina. Yaani dakika moja tu kashaona miliki zote za ulimwengu. Dakika moja. Sasa hivi ukisema uchukue simu, kwa hiyo dakika moja utafute chochote unachotaka. Unafanya? Unakiona. Sasa shetani akamjaribu. Akamuonyesha miliki zote. Kwa nini? Kwa dakika moja. Ndio sasa leo watu tena sio miliki, yaani na fahari kila kitu. Mtu akiona kwenye simu anaona kama ni fahari, anachekelea, anafanya hivi, yanaona nini? Tuendelea kusoma msomaji. Anasema, Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote. Nitakupa nini? Enzi hii yote. Kumbe akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mkononi mwangu. Kwa sababu ipo mikononi mwa nani? Mwa Shetani. Kwa hiyo kutamani mambo mazuri kama vile pesa, majumba, dhahabu, ndio ambayo shetani aliweza kuyatumia kumuonyesha Yesu, kutaka kumdanganya Yesu kwamba atampa. Lakini ilikuwa twende. Anasema ndio, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Nami humpa yeyote kama fanye nini? Penda. Twende. Basi wewe ukisujudu mbele zangu, yaani mbele yangu yote yatakuwa yako. Kumbe akapewa tu sharti moja, umsujudie shetani. Kwa hiyo sasa kupitia kuonyesha nini? Miliki hizo, si ndio? Mafahari, majumba, manini, madhahabu yote ya duniani. Shetani akamjaribu nani? Yesu. Kwa hiyo humu kwenye simu kuna mitego mingi sana. Unaweza kuonyeshwa fahari, unaambiwa ukifanya hivi nitakupa hivi. Wangapi tunajua mitego hiyo? Moja. Wangapi? Naona wapo watu wanajua kwamba ukiweka 500 nitakupa 1000. Lakini Yesu kula anaambia, ukinisujudia nitakupa yote. Kwa mitandao ya kijamii naambiwa ukiweka buku nitakupa 10,000. Tayari mtu anasujudu, anaweka 1000 kwa yake, hata 1000 yenyewe haioni. Mwingine anaweza akapata kweli, mwingine akaambulia patupu. Kwamba ukiwekeza 100,000 nitakupa milioni 10. Hiyo mbinu ambao alitumia shetani. Anambia, ukinisujudia nitakupa haya yote kiamiliki. Kwa hiyo watu wa Mungu hatupaswi kudanganywa kwa vitu vya namna kama hii. Kupitia pesa, gari, majumba, hata dhahabu. Kuna wimbo aliuimba ndugu huyu, unasema ole wangu maskini mimi, kama mnakumbuka. Aliuimba, ni wimbo mzuri sana. Alisema hata nimilikishwe mali, fahari za dunia, pesa, gari na majumba, hata dhahabu, kama mimi mwenye dhambi si kitu. Hata ukipewa kila kitu, lakini mwenye dhambi sio nini? Sio kitu.
Kwa hiyo sasa ukifungua simu hii, ukitaka kuona fahari, unaiona chap chap chap. Maana unaona ni fahari tu, macho tunapendezwa na kuona tu, macho hayashibi. Misali 27:20. Macho hayashibi hata ufanye nini, wewe kuangalia tu. Tutamani kila kitu kizuri. Misali 27:20. Anasemaje? Kuzimu na uharibifu ndio havishibi. Kuzimu na uharibifu havishibi. Twende. Wala macho ya wanadamu hayashibi. Wala macho ya wanadamu hayafanyi? Hayashibi. Yaani ni jicho lenyewe ni kuangalia tu, limetoka hivi, limeingia hivi, limetoka hivi. Labda unasema jicho litashiba liache kuangalia. Hapana. Linashiba tumbo tu, na nyinyi kishiba baada ya muda fulani tunapata njaa na kula tena. Lakini jicho lenyewe tu ni muda wote. Huko linaenda. Ndio utana mapicha ajabu hiyo tu, linaenda tu. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo yote kama hayo kwa mtu wa Mungu hatupaswi kufanya nini? Kuyafuatilia. Ukiyafuatilia ni moja kwa moja tayari nini? Otobu. Mbaya zaidi mtu anafuatilia, anaweka na alama kabisa. Nimependa. Unamwona tu kumbe ndugu alipita hapa akapenda hapa. Kuna vile video kitabu vimewekwa like, share, comment, si ndio? Sasa pale kwenye like pale kuna kidude kingine kimeandikwa dislike, dislike, si ndio? Penda, sijapenda, si ndio? Alafu na sad na huzuni, si ndio? Na watu wanapita kwenye vitu cha ajabu ili kwamba vitu hivyo vinakuja zaidi, anapiga like nimependa. Sasa akipenda wewe ukija kuangalia huko, kumbe ndugu alipita hapa amependa hapa. Unaona tu vitu ndugu amependa vitu vingi. Mtandao kijamii akipichiki kitu, mtu anaanza kujua tu huyu ndugu angalia hapa. Unamwona kumbe ndugu aliangalia hapa. Sawa. Vingi tunakutana nayo. Kwa hiyo jicho halishibi. Ukaangalia mambo makubwa na ya ajabu yanayokuongoza katika nini? Tovu. Hebu tuangalie kitabu cha Warumi 6:16. Kitabu cha Warumi 6:16. 6:16 ndio. Hamjui ya kuwa anasema hamjui ya kuwa ndio yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu ndio kwa watumwa wake. Ndio. Kumbe hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake. Twende. Katika kumtii mmekuwa watumwa wake. Yule mnayemtii. Kwamba ni utumishi wa dhambi. Uletao mauti. Au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Au kama ni utumishi wa kutii uletao nini? Haki. Kwa hiyo sasa ndio uchagua kwamba wewe unayetii kwamba ni utumishi wa haki uletao nini? Uzima, si ndio? Au utumishi wa dhambi uletao mauti. Kwamba wewe unatii katika miungu ya simu inakupeleka huku, unaangalia ndio unapata nini? Haki. Au unatii katika Mungu wa mbinguni kuangalia mambo mazuri. Wengine wanaangalia picha za nini? Unakuta wanaume wanaangalia picha za wanawake, yuko mzuri, fanyeje. Hebu tusome Ayubu 31:1. Ayubu alisemaje? Ayubu 31. 31:1 hapa. Unaweza kukuta na mtu yeye amekaa tu. Ayubu 31 fungu la kwanza. Nilifanya agano na macho yangu. Basi nawezaje kumwangalia msichana? Akasema hivyo Ayubu, lakini watu nakuta wamekaa. Wanaangalia cho. Peteli
Na anakuja mtu mwingine anambia, naangalia vitu vya ajabu. Yote ni nini? Ni jicho. Ndio maana akasema kwamba jicho halifanyi nini? Halishibi. Tako nishibishe jicho, utaona kitakachokukuta. Utaona kitakachokukuta. Kwa hiyo mambo kama hayo hayapaswi kufanyika. Tumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kupeleka injili, kuifanya kazi ya Mungu. Watu waone ukuu wa nani? Wa Mungu. Leo mtu anakaa na simu, yuko busy. Sio yuko wapi yuko busy. Unakuta labda anaendesha gari, mbona simu sio mtu anapata ajali. Unakuta anafanya nini? Mbona simu Kwa hiyo yote hao ni mmewekwa nini? Mtego, na mmewekwa mtego nyara. Wakorintho wa pili 5:10. Wakorintho wa pili 5:10. 5:10. Alafu tusome tena hapo kwa Wakorintho. Wakorintho wa 5:10 wa pili 5:10. Wa pili. 5:10 anasemaje? Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Ndio. Ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda. Ndio. Kwa mwili. Ndio. Kadiri alivyotenda. Ndio. Kwamba ni mema au mabaya. Ndio. Kwamba ametenda mema au nini? Mabaya. Na yaani pata ukaa mbele ya nini? Kiti cha nini? Cha hukumu. Kila mtu apokee kutokana na malipo yake. Kwamba umemduko na yatenda ni mema au nini? Mabaya. Au mabaya. Lakini ukisalia hapo kwa Korintho wa pili 3 mstari wa kuanzia wa kwanza, kwamba wewe mtu unapokaa mtandaoni, nikwambia kabisa wewe ujue kwamba wewe ni nini? Ni barua. Sasa hiyo barua inaandika kitu gani? Wakorintho wa pili, wewe umepita sehemu ya ajabu ukaweka na dude lako nimependa. Mtu mwingine anakuja kuona unatuma barua gani? Twende hapo msomaji. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza anasema, ndio. Je, tunaanza tena kujisifu wenyewe? Twende mstari wa 3 haraka muda umeenda. Mstari wa 3 anasema, mstari wa 3 anasema, ndio, mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo. Kumbe tunadhihirishwa kwamba tumekuwa barua ya nani? Ya Kristo. Tuliyoikatibu. Ndio. Iliyoandikwa. Ndio. Si kwa wino. Ndio. Bali kwa Roho wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo ukifanya kinyume na neno la Mungu, maana umekuwa barua ya nani? Ya Shetani. Kwa hiyo unawapeleka watu katika uongo, wakao watumwa wa nani? Shetani. Wa Shetani. Tumalizie na kitabu cha Mhubiri 1 mstari wa 8. Kitabu cha Mhubiri 1 mstari wa 8. 1 mstari wa 8. Ndio. Mhubiri 1 mstari wa 8 anasemaje? Mambo yote yamejaa uchovu. Mambo yote yamejaa uchovu. Yamejaa uchovu. Yamejaa uchovu, si ndio? Twende. Usioonekana. Ndio. Jicho halishibi kuona. Jicho halishibi kuona. Wala sikio halikinai kusikia. Wala sikio halikinai kusikia. Mtu nakuta pale ameweka limia na sikiza tikitiki. Ovyo tu anasikiza. Jicho halishibi kuona. Wala sikio halikinai kusikia. Unaweza kuona sikia kitu chochote tu umeweka pale mtandaoni, nasikia vitu vya ajabu. Twende msomaji. Fungu la 9. Ndio. Yaliyokuwako ndiyo yaliyokuwako. Ndiyo yatakayokuwako. Yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako. Twende. Na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka. Na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka. Wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Twende. Je, kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake, tazama ni jambo jipya? Haya, niwaulize swali. Kuna jambo lolote ambalo ni jambo jipya? Hapana, si ndio? Kama ni maarifa nilikuwa utaangia mwanzo. Kwa hiyo ni
maboresho tu, maongezeko tu. Amesema kwamba maarifa yataongezeka. Kwa hiyo maarifa yapo kuwepo. Yanafanya yanaongezeka. Twende msemaji. Anasema ndio, imekwisha kuwako tangu zamani za kale. Imeshakuwako tangu zamani za kale. Zilikuwa kabla yetu. Ndio, Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo sasa, kumbe kwa namna kama hiyo imetupasa sisi tuweze kudumu katika neno la Mungu. Tutumie mitandao ya kijamii vizuri kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu. Kuna mitego mingi sana huko kwenye mitandao ya kijamii. Ukategwa, ukaliwa hela kwenye mitandao ya kijamii. Humo unaambiwa pande 2,000 10. Beti, una beti humo kwenye simu na nini na mitandao. Kwa hiyo kama tutatumia mitandao ya kijamii vizuri kwa ajili ya kazi ya Mungu, tutaipeleka injili kwa kila kiumbe, si ndio? Kila taifa. Na ni njia nzuri sana, kwa sababu watu wengi wako mtandaoni sasa hivi. Kwa hiyo unaweza kuweka mauzuri utaambia watu na watu 1,000, 2,000 hadi laki, milioni, watu wote wanaona. Lakini ukiweka kitu cha ajabu, watu ndio wanaangalia zaidi. Ukiweka kitu kizuri, wanaangalia taratibu. Mungu anakuta wengine wanapenda zaidi kuangalia mambo maovu. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi mpaka hapo niweze kuishia hapo. Bwana akazidi kulibariki somo hili na kuendelea kutufunza zaidi ndani ya mioyo yetu, tukatumia mitandao ya kijamii vizuri kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Amen. 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 Nasemaje kwa somo hili? Tutumie simama na wimbo namba 3 kusindikiza somo. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu, tuimbe. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake ulitupa Yesu aliyejitoa maisha yake tuwe nao uzima wa milele. Msifu, msifu dunia sikia, msifu, msifu watu wafurahi na uje kwa Baba, kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Wokovu kamili zawadi kwetu, ahadi ya Mungu kwa ulimwengu. Wanaoamini na kuungama mara moja, wale husamehewa. Msifu, msifu dunia sikia, msifu, msifu watu wafurahi na
kwa Baba, kwa Yesu Bwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Alitufundisha mambo makuu, alihakikisha wokovu wetu, lakini zaidi ajabu kubwa, Yesu atakuja na tutamwona. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi. Na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote.